kukataliwa. Yesu alipokuwa dunia hii alitembea akifanya miujiza, akatembea akiponya watu, akatembea akiponya vipofu. Lakini Yesu alipoenda msalabani aliona giza, ikawa ni majira ya giza, ikawa ni majira ya kukataliwa. Hata kina Petro walihepa, hata kina Yuda walimsaliti. Hiyo ilikuwa majira ambayo Yesu alibaki peke yake. Na Yesu akatazama juu mbinguni akasema, Baba, haya majira ni magumu, haya majira sio rahisi. Lakini licha ya majira ambayo Yesu alipitia, it was in the plan of God, it was in the wish of God. Kwa sababu Yesu alitumwa kuja kutimiza makusudi yake ya kuja kufilia wanadamu msalabani, ya kuja kupigwa msalabani watu wapone, ya kuja kutendewa mate abeba laana za watu. Na Biblia inasema ya kwamba alipofika pale, kwanza akiwa Getsemani, Biblia inasema ya kwamba akaanza kuhisi the spirit, akaanza kuhisi in the body. Akasema, Baba, majira haya ni magumu, hata kikombe hiki Baba, kama ni mapenzi yako. Unajua Yesu ilikuwa rahisi akiwa in the spirit, akaona kwenda msalaba ilikuwa rahisi, akaona kufidia watu ilikuwa rahisi. Lakini alipofanya mwili wa mwanadamu, mwili ambao unasikia uchungu, mwili ambao unasikia aibu, mwili ambao unachoka, alipofika pale na akaona kweli Baba amemaanisha kile alisema. Nilipokuwa kwa roho ilikuwa rahisi, lakini wakati navaa mwili akasema, Baba, kikombe hiki ni kichungu. Kuna wakati majira, wapendwa, kikombe kinakuwa kichungu. Huenda tusielewe, huenda tusiunderstand. Kuna mambo mengine, wapendwa, kuna majira unaomba haibadiliki, haibadiliki. Unafunga mambo hayabadiliki. Wakati mwingine ni majira Mungu anakupitisha, wakati mwingine ni nyakati Mungu anakupitisha. Akiwa pale mlimani Kemsala akasema, Baba, kama ni mapenzi yako kikombe kitoke. Lakini Mungu akamwambia, mtoto wangu, ndio ufike kwa msalaba, ndio upate jina kubwa, ndio ukuja huko mbinguni, utakuwa taa ya mbinguni, utakuwa jua la mbinguni. Hiki kikombe lazima utakinywea. So wakati mwingine tunafika mahali ndio tufike kwa utukufu wa Bwana, ndio tufike kwa hatima ya makusudi ya Bwana, ndio tufike watu waone matunda ndani mwetu, ndio tufike mahali tukue msaada kwa wengine, ndio tufike mahali tutoe watu mahali tuwaweke mahali fulani. Mungu kuna majira anakupitishia. Na hata wakati mwingine kama tunaona ni shetani, hata huyu Mungu yeye ndiye aliruhusu. Biblia inasema ya kwamba hata ruhusu jaribu hapa litakushinda, hata pima. So whatever you are going through, it is measured. Be strong and press on. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Hata ndio Ayubu ajaribiwe, Mungu ndiye aliruhusu. Wacha mleza mkumbuki wa Ayubu. Mke wa Ayubu akaacha Ayubu. Wewe ungekuwa mke wa Ayubu mama. Yuko mama hapa kikoza tuchunga behama. Yuko tu mama hapa kikula sukuma wiki mzima, msaleti nyama. Mtasikia nduru. Alafu huko hapa unahubiri juu ya mke wa Ayubu. Ungetoboa wewe. Kwa mama msiiname niangalie. Wakati nilikuwa mchungaji, na mchungaji ndiye atakwambia, wakati una Mungu anakuita kwa makusudi ya mchungaji, kuna maandalizi kwa makusudi ya mchungaji, kuna mapito kwa ajili ya mchungaji. Wakati mwingine mnashangaa, hata ndio unaona wengine hapa hawataki. Ukiwaambia nani anataka kuwa mchungaji, kwanza wadada, nani anatamani aweleke kwa mchungaji, hamtaki. Ndio manyafano hiyo. Watu wa koti moja. Lakini wacha mchungaji akishapitia majira, anaandaliwa kwa ajili ya makusudi. Alafu kwa sababu anasimama hapa, upako unashuka. Hapo ndio unatamani hata uweke kichwa na miguu wa kuanoi. Lakini wakati wa majira, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unatamani matunda baada ya kipindi, lakini kuna maandalizi. Biblia inasema ya kwamba Mungu akaruhusu shetani, Ayubu akapitia mambo hayo yote. Lakini watu wakaona kama amekwisha, lakini kumbe ilikuwa kwa makusudi ya Bwana. Ilikuwa kwa neema ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio sababu Biblia inasema ya kwamba kuna wakati kwa kila jambo. Wakati unafanya makusudi ya Bwana, nimekuja kutia moyo. Kuna vipindi utapitia. Kuna majira utapitia. Mchungaji alikuwa na neno la kututia moyo. Wakati mimi napitia hali ngumu,
na Mungu naye amenisaidia. Yeye hakuna kitu kwa mfuko, anahubiria wazee wamejaa. Kumbukanga wachungaji watoleenge sadaka, wanapitia hali ngumu. Nilikuwa naambia ushirika wangu, ukiona mchungaji wako amemaliza mwezi mzima na anyoe ndefu, badala ya kusema pasi yote anataka kuwa nabii, mpeleke kinyozi. Pesa hakuna, ni majira. Wakati unaenda kwa nyumba ya mchungaji, mama anaenda, unajua ukiingia kwa nyumba ukiona tu mwanaume na bwana na bibi wanaenda kwa jikoni. Na saa zingine washirika tumia hekima. Unaona mama anaenda, anaita mzee anarudi. Hiyo nyumba hakuna kitu.